Naam, Isa Benson Makilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Mbona ndugu zako nasikia wameanza kushindana wenyewe kwa wenyewe tena? Wakina nani? Marekani na Israeli. Taarifa ambazo zimekuja tangu jana, na taarifa hizi pia ameziripoti mtaalamu wa mambo ya uchumi na mwandishi wa vitabu mkongwe duniani, namzungumzia Robert Kiyosaki. Alisema kwamba malengo ya vita kumbe yapo tofauti kati ya Israeli na Marekani. Na mnapokuwa na malengo tofauti katika vita, kwa asilimia kubwa mnaweza mkafeli upande mmoja lazima atafeli, mwingine atafanikiwa. Sasa tuwezi kujua hapa kwamba kati ya Marekani na Israeli nani ambaye atafanikisha malengo yake, sababu Israeli ana malengo yake yeye tangu mwanzo na Marekani ana malengo yake yeye tangu mwanzo. Kwa maana malengo ya Marekani tofauti sana malengo ya Wayahudi. Sasa malengo yanapokuwa mawili, kulingana na Robert Kiyosaki anavyoshauri, tunapokuwa na malengo mawili katika vita, maana yake ni kwamba lazima lengo moja life alafu moja litafanikiwa. Sasa je, nani atakayefeli? Nani ambaye atakayeshindwa kukamilisha malengo yake kati ya Marekani au Israeli? Sababu lengo la Marekani Maklebe ni kwamba anataka serikali ya Iran iendelee kuwepo, miundombinu iendelee kuwepo, visima vya mafuta viendelee kuwepo, uani gesi, kila kitu kiendelee kuwepo, isipokuwa lengo la Marekani, uongozi wa sasa huu ambao unamsumbua Marekani ndo hautakiwi kuendelea kuwepo. Utakumbuka mwalimu issue iliyotokea ya Venezuela kwa Nicolas Maduro. Tunakumbuka sasa hivi Nicolas Maduro yuko Brooklyn nchini Marekani, kama sio New York, anakula kuku kwa mlija. Wakati huo ndani ya Venezuela uongozi ulishabadilika, ni muongozi mwingine, ni uongozi ule wa Nicolas Maduro, isipokuwa wamefanya setting fulani, yani ili kwamba wanaunga mkono sera za Marekani, na mafuta ya Venezuela sasa hivi yanaenda Israeli, anaenda Marekani, na China ameambiwa kama anataka mafuta ya Venezuela pia anakaribishwa, lakini kwa gharama kubwa mno tofauti na mwanzo. Kwa lengo la Marekani ni anataka mfumo wa kisiasa ndani ya Irani ubadilike, ila miundombinu ibaki vile vile na watu pia wasiuawe. Lengo lake kubwa ni kwamba matakwa anayotaka yeye Marekani yatekelezwe ndani ya Irani, kwamba ndani ya Irani iwe chini ya utaratibu na uongozi wa Marekani na sio uongozi wa China ama Urusi. Na kwa asilimia kubwa washirika wa Urusi wamekuwa mashakani sana. Utaona Venezuela ndio hiyo Mwakilembe imekwisha kwenda na maji. Maduro alinyakuliwa kama kuku wa kisasa. Rudi upande wa Syria, jamaa yetu yule Al-Assad alikimbia kama mbwa koko, aliyesingiziwa kuiba. Sasa hivi yuko Urusi. Ndio sasa hivi upande wa Iran washirika wa Urusi, washirika wa Marekani, wa China wamekuwa katika hatari kubwa sana ya kuweza kulengwa ama kushambuliwa moja kwa moja. Ukiacha mbali mropokaji yule Gusep nani Edo, yule ni mropokaji mkubwa, yeye yuko anang'ata na yuko pande zote mbili. Yule sio kumwamini kabisa. Ile washirika wakubwa wawili tumeshashuhudia wameanguka hivi. Syria ilianguka hivyo, mafuta si nani anamiliki sasa hivi hatujui ni Myahudi au ni nani. Venezuela imeanguka sasa hivi, ngoma ipo wapi? Inachezwa hapo upande wa Iran na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Sasa hii ya Iran imekuwa ni tofauti kwa sababu imekula kwa mataifa karibia 9 kama sio 12 ndani ya Mashariki ya Kati. Na Iran hii imesababisha kama mataifa yote sasa hivi yamesimama. Yaani hamna kinachoendelea Mashariki ya Kati. Yaani uchumi umesimama kabisa. Mashariki na anayeamua uchumi usimame ni nani? Sio mwingine ni mlango haamuzi ama ni Irani. Mwenye maamuzi ya vita viendelee ama visiendelee ni Irani, sio Marekani wala Israeli, ni Irani. Na vita vikisimama sasa hivi Maklebe, maana ni kwamba anayekuwa ameshindwa vita sio mwingine. Maana Israeli na Marekani wanakuwa wameangukia pua. Na vita vikiendelea mpaka sasa hivi hatuwezi kujua nani ambaye ameshinda vita. Japo kiulimwengu zaidi vita vinaga mshindi. Atakaye shinda atakuwa hana hali, atakuwa amedhoofika vibaya mno. Na atakaye shindwa atakuwa ndo kabisa hatamaniki. Kwa hiyo katika vita Maklebe hakuna mshindi, isipokuwa uharibifu mkubwa unaoendelea sasa hivi Mashariki ya Kati ndo hatari kubwa kwa dunia ya sasa. Ushambuliaji wa visima vya mafuta ndo hatari kubwa kwa dunia. So dunia sasa hivi bado ipo katika inajiendesha kutegemea mafuta, na anayesambaza mafuta kwa asilimia kubwa ni Mwajemi. Sio kwamba mafuta mengi, hapana, isipokuwa mlango unaochangia kwa usambazaji wa mafuta na gesi duniani unasimamiwa na Iran na umefungwa. Mlango umefungwa. Kwa mwalimu, nirudi nyuma kwa misimamo ya Waajemi. Watu wengi walikuwa hawezi kuamini, tuliamini ya kwamba Waajemi ni watu laini wepesi tu. Yaani kumbe unavyoona Hezbollah walivyohabishi ndivyo hivyo. Kumbe ule ubishi wa Hezbollah ni ubishi ambao wameambukizwa ama wamefundishwa na bosi wao ambao ni Iran. Ubishi wa Hamas hapo Gaza